Yo, mambo vipi na kwenye shabiki wa Lexam Media. Na kumekuwa na mijadala mingi kwenye mitandao ya kijamii haswa baada ya remarks au maneno ya Yoweri Museveni Kaguta, yani rais wa Uganda, kusema kuwa in future kunaweza kukakuwa na vita baina ya Kenya na Uganda. Hii ni kutokana na hali ambayo aliweza kusema kuwa it's unfair kwa Kenya kuwa na Indian Ocean alafu Uganda hawana access to the Indian Ocean, ambayo inapelekea hali ya Uganda au landlocked countries yote kwa ujumla kuwa na hali ngumu sana kujiendelesha kiuchumi. Na Wakenya kwenye mitandao ya kijamii hawakuweza kuchukulia ili kwa urahisi sana. Waliweza kusema kuwa je, huyu jamaa anataka kuanzisha vita baina ya Kenya na Uganda au vipi? Tukiweza kuangalia baadhi ya comment kwenye comment section kule Facebook, waliweza kusema hivi. Huyu hapa anasema, lakini huyu jamaa anakula bangi gani? Indian Ocean na Uganda ni wapi kwa wapi? Ama anamaanisha like Victoria? Mimi sielewi. Huyu hapa wa pili akasema, hii ni Kenya bro. Watatu akasema, we kufa. Mwingine hapa akasema, akisema in future there will be war, believe me it's coming. Alafu mwingine akaweza kusema kuwa which deal and where? Huku si Uganda. Mwingine akamwambia hivi, si ukae kwani umebandikwa hapo? Ati nyinyi badilisheni, hatuwezi vaa nguo hata nyinyi badilisheni, hatuwezi vaa nguo moja kila saa. So huyu alikuwa anamaanisha kuwa watu wamtoe ile rais asikwetu ni rais moja kila siku. I think I know where this is headed. Wakasema kuja mbebe hiyo bahari, hatuna shida. Hiyo ni baadhi ya comments tu kwenye comment section pale. Kuna comments nyingi. I say Wakenya wameweza kuchangamka ama wameweza kuchemka sana pale, wakisema kuwa we Yoweri Museveni ama Rais Yoweri Museveni unatujua sisi kweli? Sisi ni Wakenya. I say as if that was not enough, within the same period ambayo Yoweri Museveni aliweza kusema maneno haya, UPDF wa Uganda, wanajeshi wa Uganda waliweza kutembelea KDF wa nchi ya Kenya kufanya kitu inaitwa benchmarking, na hiyo ikaweza kuzua migogoro sana kwenye mitandao ya kijamii. Watu wakaweza kusema, je, inamaanisha kuwa hao wametumwa kama maspy sasa kuja kutuangalia Kenya, jeshi yetu na operate vipi ili kuprepare basi for the future war, ama ni aje? Kwenye baadhi ya comment section kwenye hiyo swala ni kama zifuatazo. I hope they are not posing as friends while working as spies, trying to learn the enemy weaknesses and strengths. Mwingine akaweza kusema, this isn't benchmarking, it's reconnaissance. Clearly you haven't been paying attention to their general. Huyu anaongelea General Muhoozi. Mwingine hapa akaweza kusema hivi, ama sisi ndio uenda wazimu. Ugandan army benchmarking KDF after Museveni threatened us for future wars. Mwingine akaweza kusema hivi, dude, these people are coming to see how well are you guys prepared for future wars so they can take over the Indian Ocean, and you are here calling that benchmarking? Wanatupima. Wa mwisho hapa akaweza kusema hivi, who else is convinced they were just mapping out key installation before Museveni implements his access to sea, but right was bickering about recently. I say hivyo ndo maneno yako kwenye mitandao ya kijamii. Maneno imechacha sana, na Sif Kenyans watu wanasema kuwa ama Museveni mwenyewe anasema kuwa hili ilikuwa tu ni joke, lakini Wakenya wanasema no, this is not a joke. Lazima huyu jamaa kuna kitu anamaanisha. Na pia wengine wameweza kuchukulia kwa mfano kuwa inaweza kuwa Yoweri Museveni akona njama na Rais Ruto ili kufanya kuwa kitu inaitwa state of emergency, kuwe na mabishano between Kenya na Uganda ili waweze kupostpone the coming election ya 2027. Pia kumekuwa na video ambayo imekuwa ikitrend kwenye mitandao ya kijamii. Inaonyesha ndege ya Uganda ikifanya masomersault pale, pia ikipiga style fulani deadly. Na watu wamekuwa wakisema kuwa wanajaribu kutishia Wakenya, wakisema kuwa mnaona tuko na zana za kivita kwa wingi sana. Pia kulikuwa na picha ambayo ilikuwa inamuonyesha Rais Yoweri Museveni wa Uganda akiwa ananunua silaha au akinunua zana za kivita ikiwemo tank na kadhalika pale. Wakenya wanasema it's like this man is preparing for something. Anyway, hatujui hii maneno yakoje. Kulingana na watu wanasema kuwa lazima kuna jambo, wengine wanasema hapana, huyu jamaa tu alikuwa anajaribu ku bring some point. Alafu pia kuna watu walikuwa wanasema kuna kitu inaitwa international laws kuhusu landlocked countries na pia ambao wana access the sea. So kuna wengine wakasema lazima huyu jamaa kuna point, anajaribu kumaanisha point, akisema hivyo lazima kuna legal kitu ambayo inamback legally. Na labda tu nikiweza kurudisha nyuma kidogo, kuna huyu General Muhoozi ambaye ni kijana yake Yoweri Museveni aliweza kusema kuwa
atatumia masaa 8 kuiteka jiji la Nairobi la Kenya, ambapo pia iliweza kuzua migogoro baina ya Wakenya na Waganda ambayo ilizua maneno mengi sana kwenye mitandao ya kijamii. Na nikiweza kukurudisha nyuma kabisa, kuna huyo ambaye alikuwa ni rais wa Uganda, Idi Amin. Kuna wakati ambayo aliweza kusema kuwa anataka ku stretch the border of Uganda from border ambayo mahali iko hadi Naivasha, yani I take border hadi Naivasha. So which means ingekuwa Nakuru yote, Eldoret ingekuwa Uganda. Hiyo ni kulingana na Idi Amin. Alafu pia usisahau kwa Idi Amin dada, kuna time alikuwa ashai try ku access ama kuinyakua Tanganyika kupitia Kagera. Sijui unafikiria nini? Hebu niambie hapo kwenye comment section. Hivi ni utani ama Uganda inaweza kuwa kweli wana jambo lao na Kenya? Usisahau ku like, ku comment na kusubscribe kwa maudhui zaidi. Till next time, bye bye.